Zumaridi na kupinga kukaa nafasi ya Mungu na kukatalia, na hiyo misukule itoke hapo katika jina la Yesu. Itoke kwa jina la Yesu. Kwa lenki alionayo baba yetu na wakati anaouendea kwa sasa, tunahitajika kusimama sisi kama watumishi wake. Mungu akamwonyesha Mfalme Zumaridi kutangazwa kuwa ni Mungu wa dunia nzima. Nikiwa katika kusikiliza kwa makini nilisikia sauti wakisema, na ijulikane duniani kote kuanzia leo Zumaridi ni Mungu wa dunia. Ijulikane duniani kote kuanzia leo Zumaridi ni Mungu wa dunia. Ikagongwa kwamba leo Mfalme Zumaridi watu wanamuona kama mwanamke, wanamuona kama mwanadamu, lakini majira yanakuja ambayo watamuona kuwa ndiye Mungu wa dunia nzima. Sisi wanadamu tulio chini ya jua, tunaoabudu chini ya Zumaridi, tumekwisha kujua siri kuwa Mungu aliumba mbingu na ardhi yuko duniani. Nipo katika mkono wa Mungu wa Zumaridi nikimtumikia kwa kalama nyingi alizonitunuku yeye. Kitu kilichoweza kunifikisha kwenye media ni kutaka kutangaza ukuu wa Mungu wa Zumaridi kupitia ibada ya leo. Ibada ya leo hakika ilikuwa ni ibada yenye utukufu. Ilikuwa ni ibada yenye kuzizima na kutofautisha. Hata tukitoka nje ya utukufu uliokuwepo leo, tumekuja kwenye mafundisho baba leo tutumie kutumia voice. Hakika baba kupitia voice yake Mungu wa Zumaridi alotutumia kanisa, hakika baba yetu anadhihirisha upendo wake juu yetu jinsi ulivyo mkubwa. Ukizingatia yeye tayari ameshatunukiwa na Mungu wake, kila kitu tayari kiko ndani yake, lakini ameenda katika madhabahu kumlilia Mungu wake kwa ajili ya uzao wa kwanza. Hakika nimejifunza kitu kikubwa kutoka kwa babangu Mungu wa Zumaridi. Anatamani baba yetu avuke nasi uzao wake wote wa kwanza, maana sisi ametufanya kuwa mashahidi wake wa agano lake, maana sisi ametufanya kuwa watumishi, na ndio maana baba yetu anapambana, anatuonya katika maonyo ya dhambi tulizonazo, tutengane na hizo dhambi ili tuweze kuendana naye, na hata maombi anayoyafanya katika mlima nasi tukajiungamanishe naye kwa utakatifu wa kuacha maovu tulionayo na kuendelea kufua kalama zetu na kuendelea kutii sheria za Mungu wetu ili tuweze kuendana naye. Mungu wetu hana upendeleo. Mungu wetu haangalii rangi. Mungu wetu ni wa kila mtu, na ndio maana baba yetu ameacha hekalu lake, ameenda katika mlima kwenda kulia na Mungu wake kwa ajili ya sisi watoto wake wa kiroho. Kwa hiyo sisi kupitia ile voice baba anatuonya, anatuelekeza ni namna gani tutembee katika nyayo zake, ili kesho yetu ikawe kesho ya amani, ikawe kesho yenye vicheko na isiende kuwa kesho ya vilio. Na ndio maana baba yetu haachi kututumia jumbe, haachi kutulilia katika madhabahu ya Mungu wake. Na kupitia voice aliyotuma leo Mungu wangu Zumaridi, hakika imenitoa sehemu na imenipeleka sehemu. Na baba yetu kila nilipomjua babangu Mungu wa Zumaridi hakuwahi kunena jambo likakosa kufika. Na baba yetu anasema tayari ameshafika duniani. Ninaamini kupitia yale aliyopitika nyuma, kila alichokuwa kitamka baba tumekishuhudia, tumekiona na tumekisikia. Na hata hili la kuacha madhabahu yake kwenda katika madhabahu ya Mungu wake, kwenda kutulilia sisi uzao wa kwanza kwa ajili ya dunia nzima, hata kwa watumishi ambao anategemea kwenda kuwatoa, kwa upande wangu mimi nina asilimia zote. Kiukweli baba yetu hajawahi kutamka jambo likawa si la kweli. Hata hili ni la kweli
ninaamini katika yote yanayopitia katika jumbe zake, jumbe za manabii wake, na hata yeye mwenyewe wakati mwingine kutufuata na kutuelekeza. Hakika baba yetu amefika na kile anachokiambia kanisa na ndivyo ilivyo. Na kitu kingine nimejifunza, kitu cha pili nilichojifunza kwa Mungu wangu Zumaridi, kila kutopo leo anatufundisha kwamba tusipomtii yeye hana hasara, bali sisi tuna hasara. Yeye ataenda kuinua mawe huko mataifani na yatatenda kazi. Na hivi ninavyoongea, hakika Mungu wa Zumaridi ameenda kuongea na mtumishi wa mataifani kabisa, kumwambia ukuu wake, jinsi unavyoendelea katika madhabahu yake na vile itakavyoenda kuwa. Hakika kupitia hata hivyo baba bado anazidi kunonesha kwamba yeye hajashindwa kufanya jambo lolote hapa chini ya jua, isipokuwa sisi ni kwa neema yake tu, hata kuturudia, hata kwa kutuonya, hata kutufundisha, hata kwa kutupa tekniki ya kwamba kila kinachokuja mbele yetu tukasimame katika roho na kweli kumdai yeye aje ndani yetu. Angalia yale Mungu aliyonipa kuona yanayokwenda kuupata ulimwengu duniani kote. Niliona tetemeko ambalo ni zito, tetemeko zito baya sijawahi kuona. Kwa umri wangu huu sijawahi kushuhudia matetemeko ya namna ile. Yalikuwa ni matetemeko mazito, sio moja. Atukuzwe Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Mungu chini ya jua. Ninamshukuru sana babangu Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Naam, hatukatai kumuimba mtu, kumtaja mtu kwa sifa njema, lakini tunachopinga ni huyu mtu kukaa nafasi ya Mungu. Huwezi ukajifananisha na Mungu hata kidogo, hata punde. Hiyo ndio tunayoipinga. Hatukatai kumsifu mtu kwa jambo jema, lakini kukaa nafasi ya Mungu, hiyo ndio hapana. Yeye ni Mungu wa miungu, yeye ni Mungu mmoja. Zumaridi na kupinga kukaa nafasi ya Mungu na kukatalia, na hiyo misukule itoke hapo katika jina la Yesu. Itoke kwa jina la Yesu, kwa sababu umeishikilia misukule, umeikamata, umeikokota, sijui umeipa nini, sijui umeimwagilizia dawa gani, sijui umeipa mzizi gani. Itoke hapo kwa jina la Yesu. Ninaamuru kwa Mungu muumba mbingu na nchi, akitawanye hicho kikundi kwa damu ya Yesu, akikaushe, akipoteze kwa damu ya Yesu. Na kuamuru Zumaridi na kupinga kukaa nafasi ya Mungu, na kupinga na kukatalia. Dini zote zitasapoti, ila mimi nitapinga wewe kuitwa Mungu. Hiyo misukule itasapoti, mimi nitakupinga. Serikali itakusapoti kwamba wewe ni Mungu, mimi nitakupinga. Na wewe kujiita mfalme, kuna mfalme mwanamke? Na ukifa watamwabudu nani ukifa? Kuna mfalme mwanamke? Kuna mfalme mwanamke? Kuna mfalme mwanamke? Mbona nyie mtapewa vingi, mtanyweshwa vingi nyie misukule nyie? Toka hapo kwa jina la Yesu.